kiongozi lakini ukawa bado hujaelewa neno la Mungu vizuri. Ndio unaona viongozi wengi wanashindana. Jambo dogo ameachilia uongozi. Kanisani amechaguliwa lakini baada ya muda anaachilia uongozi. Mimi sina haja ya kuwa kiongozi kwa sababu nasikia kuhuzunika. Mimi sina haja ya kuwa kiongozi kwa sababu naonekana mimi sifai. Bwana asifiwe. Amen. Nataka nikutoe hapo leo. Nikwambie uongozi si rahisi, ni vita. Lazima ukae pale pale uendelee, na wakati unaposhinda unapata taji la kuinuliwa zaidi. Haleluya. Wewe ni kiongozi leo umeanza, lakini utainuliwa kwa sababu ya yale majaribu. Maana temptation gives us to grow spiritually. Hebu kusa mwambie majaribu ni mazuri. Majaribu ni mazuri. Mguse mwambie majaribu ni mazuri. Majaribu ni matamu. Majaribu ni matamu. Matamu sana. Tena yanafaa. Yanafaa. Haleluya. Amen. Majaribu ni mazuri na yanafaa. Wacha kulialia. Umepanda cheo kiongozi. Hasa hapo Mungu anataka kukuangalia cheo chako vizuri. Upande tena uwe mchungaji mdogo. Ili upande tena uwe mchungaji. Upande tena uendelee. Upande tena uendelee. Kwa sababu majaribu unapoyashinda yanakupa ngazi ya kupanda na kuendelea mbele zaidi. Haleluya. Pigie shangwe na kelele. Amen. Mwambie mwenzako wacha maneno yako mengi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwambie mwenzako utakomaa. Utakomaa. Utakuwa mtu mzima. Utakuwa mtu mzima. Mwambie kuwa mtu mzima kiroho. Kuwa mtu mzima kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hasa ukiwa kiongozi, hata utakuwa mtu aliyekomaa. Sikiza nikwambie. Hatafanya mambo ya kitoto. Ikifika siku ya Sabato, anajua ni siku ya Sabato. Ndio. Lakini yule mchanga anaweza tira na chochote kile anachotaka kutira nacho. Bwana Yesu asifiwe. Lakini aliyekomaa na kiongozi mzuri, Sabato kwake ni kitu cha maana. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Na hata wengine hapo wanatira, lakini sababu yao ni ndogo. Maana ni watoto katika uongozi, hawajakomaa. Uongozi kukomaa si umri. Uongozi kukomaa ni hekima ya Bwana ambayo iko ndani ya maisha yako. The wisdom and understanding of the Lord Jesus. It's not about age. Bwana asifiwe. Mtu anaweza kuwa mtu mzima lakini akawa anafanya yale ya watu wa chini. Hello. Amen. Tuko pamoja? Amen. Lakini sikiza nikwambie, hawa viongozi wa Yerusalemu hawakuelewa neno la Mungu. They did not understand the word of God. Ni sawa? Ndio unaona, kwa sababu hujalielewa neno la Mungu, hata kumtolea Mungu pia ni shida. Kwa sababu you have not understood the word of God. Amen. Hello? Amen. Tuko pamoja? Amen. Lakini mtu ambaye anaelewa neno la Mungu anajua faida, what the benefit of giving to the Lord Jesus. Faida ya kumtolea, faida ya kumtumikia, faida ya kukaa karibu na Bwana, faida ya kufundishwa, faida ya kuendelea, faida ya majaribu, faida ya mateso katika imani. Hayo mateso yana faida. Wacha kulialia. Mungu mwambie wacha kulialia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Leo wiki hii nimekumbana na majaribu. Sasa tunataka tusikie ushuhuda. Anasema ni kichwa kilikuwa kinauma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kichwa kuuma ni kawaida. Weka mkono. Baba uliye juu mbinguni, nahitaji uponyaji katika jina la Yesu. Amen. Amina. Na uendelee. Ndio kiongozi alivyo. Wewe ukilia yule mshirika afanyeje? Na wewe tayari unalia. Mshirika anzie wapi?
mshirika atapiga kelele tena ashike kichwa. Kila mara hana msaada. Maana hana msaada. Wewe ukianza kusema hakuna kitu, you prophesy about poverty, umaskini. Ukisema sina kitu, sina kitu, do you like the church to be the way it is? Lazima kanisa ndio inakuwa maskini. Maana wewe mwenyewe umeanza kuprophesy about your poverty. Bwana asifiwe. Amen. Ndio unaona kanisa la kiroho ndilo limebarikiwa sana. Lakini watu hawajajua. Kanisa la kiroho limebarikiwa sana. Lakini watu hawajajua. Na wengi ambao hawajajua ni viongozi, hawajajua. Hawa walikuwa hawajalielewa leo. Lakini unaweza kuwa kiongozi lakini ukose kuelewa maneno ya Mungu ama usifahamu Mungu. The knowledge of understanding the word of God, ufahamu wa kuelewa neno la Mungu na hekima ya kujua Mungu ni vitu viwili lazima viwe ndani ya maisha yako kama kiongozi. Na ujue ya kwamba mimi sasa, kwa sababu namuelewa Mungu, lazima sasa nijue. Jambo la kwanza utasema majaribu ni kawaida, yakija nitapita na sina shaka na hili. Ni sawa? Hapo nakoma. You be strong in the Lord Jesus. Sio majaribu yakufanya mpaka uondoke uende kanisa lingine. Majaribu yanakufanya mpaka unakimbia. Wacha nitulie kama kijana katika majaribu, maana jibu liko katika maisha yangu. Jibu liko na nitalipata jibu langu wakati wa saa. That is a very strong leader. Amen. Twende nami wa Thesalonike wa kwanza 5:12.